Halo. Leo naanza kwa kukuuliza swali, lakini kwanza niwashukuru kabisa ambao mmesubscribe, mnao like video, mnao share na waombaji wengine, na kufanya uinjilisti pamoja na mimi, pamoja na platform hii. Mungu awabariki sana. Swali letu liko hivi, ni swali la kibibilia kwamba je, ungejua ya kwamba mwizi anakuja kuvunja nyumba yako usiku wa leo, ungefanyaje? Mwingine anaweza akasema mimi nitahama, naondoka. Sio rahisi kiasi hicho, unless hiyo nyumba umepanga au haina mali, haina resources ambazo kweli ulizisumbukia na kuzitambikia. Lakini ikiwa nyumba umejenga mwenyewe na kuna vitu vya thamani, au hata kama umepanga kuna vitu vya thamani ambavyo umevitabikia, hautafanya maamuzi ya kuhama. You will be like, man, nitaweka ulinzi ama nitakesha. Hata ukiweka ulinzi, yani kuna ile kwamba you are awake, uko alert, ili kwamba mwivi akija basi uweze kujidefend, uweze kudefend nyumba yako. Sasa tutoke ngazi ya nyumba yako, alafu tuende ngazi nyingine tena. Nikuulize, hivi ungejua ya kwamba mwivi anakuja kuvunja Tanzania, ungalifanyaje? Hii hapa hautaniambia kwamba utahama. Okay, kuna option unahama, pengine unaenda nchi zingine. Hiyo ipo, lakini chances are nyumbani kwenu ni nyumbani tu. Kwamba mwivi anakuja kuvunja. What is your response? Ni kwamba utakesha, utaweka ulinzi. Kama ulinzi upo, utaongeza ulinzi zaidi, umakini zaidi, ili kwamba mwivi akija akute kwamba ulinzi umeimarika kiasi ambacho hawezi kupenya, kuingia, kuharibu. Amen. Na hili swali, hili andiko liko Mathayo. Where's Matthew? Looks like I cannot find Matthew. Hili neno liko Mathayo, linauliza kwamba je, mtu angejua kwamba nyumba yake inakuja kuvamiwa, mwivi anakuja, na maandiko yanasema mtu huyo angalikesha asiruhusu nyumba yake kuvamiwa. Haleluya. Kwa hiyo likely, kwa kuwa nyumba yako ni Tanzania, na ukweli ni kwamba katika ulimwengu wa roho adui kama simba angurumaye anazunguka kuona ni wapi hakuna ulinzi, ili aweze kuingia na kuharibu. Na maandiko yanasema adui haji ila aibe, avunje, abomoe, achinje kabisa, aharibu. Hivyo hatuna budi kukesha na kuomba kwa ajili ya Tanzania. Dakika zako 3, 5, 15 kama hizi ambazo tuko nazo kwenye platform ya Zamu ya Maombi Tanzania ni sadaka ya thamani sana kuomba kwa ajili ya Tanzania
nchi yetu Tanzania, mahali ambapo Mungu ametuweka kama nyumba, tuweze kumtumikia, tuweze kutafuta uso wake. Sasa leo tutamuomba Mungu kwa ajili ya ulinzi. Tunatamka baraka wiki hii kwa ajili ya Tanzania na mafanikio kwa ajili ya Tanzania. Hivyo basi, ikiwa ni mwendelezo wa maombi haya ya wiki, tutaitamkia baraka Tanzania. Tutatamka ulinzi wa kimungu juu ya Tanzania, ya kwamba mabaya hayatakupata Tanzania, wala tauni haitakaribia hema yako. Haleluya. Na tutaomba according to Psalms, kulingana na Zaburi ya 91. Haya ni maombi ambayo ningeomba uendelee kuyaomba kwa ajili ya Tanzania, lakini pia kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya familia yako, ili kuwa na hii divine protection against all harm. Amen. Basi tutaomba na tutageuza hii Zaburi, ndio yatakuwa maombi yetu siku ya leo. Haleluya. Zaburi ya 91. Aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. E Bwana, tumeketi mahali pako wewe uliye juu. Hivyo tumeketi, tumekaa katika uvuli wako wewe Mungu Mwenyezi. Nasi tunasema ya kwamba Bwana ndiye kimbilio letu na ngome yetu, Mungu wetu tutakaye mtumaini. Maana yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Ndiyo Bwana, ni wewe utatuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Katika jina la Yesu Kristo, utuokoe na mtego wa mwindaji na tauni inayoharibu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, utuokoe na mtego wa mwindaji na tauni iharibuyo. Utuokoe na mtego wa mwindaji na tauni iharibuyo. Uiokoe Tanzania na mtego wa mwindaji na tauni iharibuyo. Uiokoe Tanzania, utuokoe wa Tanzania, hata na wageni waliomo Tanzania. Utuokoe na mtego wa mwindaji, na tauni iharibuyo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa manyoya yako utufunike Bwana, chini ya mbawa zako tupate kimbilio. Kwa manyoya yako utufunike, chini ya mbawa zako tupate kimbilio. Uaminifu wako ni ngao na kigao. Hatutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Hatutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu hata wakati wa usiku nuru yako inatuangazia. Hata katika nyakati ngumu nuru yako inatuangazia. Wala hatutaogopa mshale urukao mchana. Uharibifu wakati wa mchana hatutaogopa, kwa sababu wewe Bwana ni boma letu, wewe ni ngao yetu, katika jina la Yesu. Wala hatutaogopa tauni inayopita gizani. Hatutaogopa uharibifu, katika jina la Yesu. Hatutaogopa tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Hatutaogopa homa za milipuko. Hatutaogopa magonjwa ya milipuko. Wala uwele uharibuo adhuhuri. Bwana, hatutaogopa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni mchungaji wetu, kwa kuwa wewe ni mlinzi wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni petu na 10,000 mkono wetu wa kuume, hata hivyo hautatukaribia sisi, katika jina la Yesu. Tauni haitatukaribia, wala uwele uharibu adhuhuri hautatukaribia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ila kwa macho yetu tutatizama na kuona malipo ya wasio haki. Kwa macho yetu tutatizama na kuona malipo ya wasio haki, kwa kuwa wewe Bwana
ndiwe kimbilio letu. Tumekufanya wewe uliye juu kwa makao yetu. Mabaya hayatatupata, mabaya hayataipata Tanzania, mabaya hayataipata Tanzania, wala tauni haitakaribia mipaka yake, wala tauni haitakaribia hema yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu tunatangaza mabaya hayataipata Tanzania, wala tauni haitakaribia hema yake, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa kuwa utatuagizia malaika zako watulinde. Ndiyo Bwana, tuagizie malaika zako watulinde katika njia zetu zote. Tuagizie malaika zako, agizia Tanzania malaika zako Bwana. Wailinde katika njia zake zote, watulinde katika njia zetu zote Bwana. Mikononi mwao watuchukue, mikononi mwao malaika waichukue Tanzania Bwana, isije ikajikwaa mguu wake katika jiwe, tusije tukajikwaa miguu yetu katika jiwe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tutakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka tutawaseta kwa miguu yetu. Tanzania utakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kuwa Bwana amekaza kukupenda, kwa kuwa Bwana amekaza kukupenda Tanzania, atakuokoa na kukuweka palipo juu, kwa kuwa amekujua jina lako. Bwana amekujua jina lako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana anasema utaita naye atakuitikia, katika jina la Yesu. Nitakuwa pamoja nawe tabuni. Bwana anasema atakuwa pamoja nawe tabuni, atakuokoa na kukutukuza. Utaita, tutalitia jina la Bwana, na hata sasa tunalitia jina la Bwana, naye yuko pamoja na sisi, anatuokoa na kututukuza, katika jina la Yesu Kristo. Kwa siku nyingi Bwana anatushibisha, kwa siku nyingi Bwana anakushibisha Tanzania. Bwana anatushibisha na kutuonesha wokovu wake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amani kawe na Tanzania, kufanikiwa kukaa katika majumba yako Tanzania. Tunakubariki uingiapo na utokapo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu wamebarikiwa watu wa Tanzania, zimebarikiwa kazi za mikono yao, wamebarikiwa watoto wa Tanzania, zimebarikiwa njia za Tanzania, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa kutuzingira kwa wigo wa moto, kwa damu ya Yesu Kristo inayonyesha katika Tanzania, damu inayonena mema kinyume na mabaya yote. Asante na kwa malaika katika mipaka na kila mahali, wakitulinda na kutuokoa na kila uharibifu. Tunakushukuru Bwana. Sifa, tukufu na heshima na shukurani zote tunakurudishia Mungu wetu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Tafadhali like, subscribe na share na mwombaji mwingine, lakini pia weka comments zako chini ya video hii kusema namna gani video hii inakubariki na namna platform hii inakubariki. Mungu akubariki hadi wakati mwingine.